tumekuja hapa leo kama vile mmeona, ili tuweze kufanya shughuli muhimu sana katika hii Institute ya Vesu Hostel. Na shughuli ambayo kubwa ambayo tunakufanya leo hapa ni usafi. Lakini kabla ya huo usafi, tutaongea tu mambo mawili matatu. Kwanza tuweze kujuana kidogo, alafu pia ni muhimu kujua, wengine umeona tumevaa hizi jezi, haelewi kwa sababu gani. Sasa nafikiri katika mazungumzo yetu mtaweza kupata kuelewa zaidi na muweze kuelewa pia na hili vuguvugu letu umuhimu wake ni upi. Vuguvugu la RKBB umeona imeandikwa hapo. Yes. Linasukuma kitu gani katika kaunti yetu. Kwa hivyo bila kumaliza wakati, kwanza ningekaribisha viongozi wa hapa. Nimemwona ndugu yetu Makandana yuko hapa. Ningeomba tafadhali uje utukaribishe rasmi. Hapa ni kwenu. Na pia Madam Machaledi wote wakija atakuwa vizuri sana. Mtukaribishe hapa nyumbani. Si makofi kwa kwa mheshimiwa wetu Simon Mwachia, Senior Retired Chief, na wageni wote waliko mmefika hapa na wenyeji pia. Napenda kuwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina yangu ni Victoria Wakio Njuma, mwenyeji wa hapa Buchichi. Na tena napenda kuwakaribisha nyote. Ni jambo la busara sana kuja kufanya usafi hapa Vesu. Mmewajibika. Kwa hivyo Mungu akaweze kuwabariki kwa kazi hii mnapoifanya. Karibuni na mjisikie kuwa huru mahali hapa. Niko na jambo pia ningependa kusema kwa vijana wetu ambao mko hapa. Vijana msharegister kwa SHA? Hakuna yeyote ambaye amejiregister kwa SHA. Basi ningependa kuwahimiza mkajiregister kwa SHA, maana SHA ni muhimu. Unaporegister kwa SHA kwa matibabu yatakuwa rahisi. Hamtaenda kusumbua wenye viti wa vijiji kuwa tuchangieni, ama mwende kusumbua waheshimiwa tunahitaji mchango wenu. Hii SHA inasaidia sana. Hata niko na mfano mzuri kwa kijiji changu, maana kuna jamaa aliaga hivi juzi na alilipiwa pesa kutoka kwa SHA. Ilikuwa 106,000. Hiyo wanakijiji hatungeweza kuilipa. Lakini kupitia SHA hiyo bili iliweza kulipika na familia wakaweza kusaidika. Maana hatungekuwa na uwezo wa kutoa mwili kutoka Mombasa kuleta hapa Taita. Ilikuwa ni hali ngumu. Kwa hivyo ninawahimiza ingieni kwa SHA. SHA inasaidia sana. Maana vijana wanarudi nyuma wakisema nikiwa mgonjwa nitaenda kwa private clinic. Ni kweli utaenda kwa private clinic, lakini ukipatwa na ajali ama pengine umeumia mguu, umeteguka, clinic itaenda kusaidia. Hiyo private haitakusaidia. SHA ukiingia pengine umeenda kwa public hospital, hii inakusaidia, maana itasimamia gharama zote. Mungu akaweze kuwabariki na asanteni. Basi kwa mheshimiwa wetu Simon Mwachia akiandamana na rafiki yangu Idi kutoka Maungu na viongozi wote ambao wamefika mahali hapa. Mimi naitwa Frank Makandana na mimi ni mwenyekiti wa kijiji hapa jirani cha Msidunyi. Na kwa mwaliko huu wa usafi, mimi pia napenda kuchunga mazingira sana. Kwanza kabisa, hii ni sera kubwa ya mheshimiwa rais wetu William Ruto, na ni lazima tukapate kuwajibika sisi kama viongozi hapa mashinani kuweza kusukuma ajenda yake. Yale ambayo amesema na dada yangu, mimi ni kuongeza tu ya kwamba kwa kweli sisi wananchi hapa mashinani, kama kuna kitu kinaweza kutusaidia ni hii SHA. Sisi ambao tunalala hoi. Tusijaribu kusikiza propaganda zinazotupwa huku na kule katika mitandao na katika vyombo vya habari kwamba SHA mara haisaidii. Mimi mwenyewe nimekuwa na mtoto ambaye alikuwa shuleni na nikapelekwa Voi referral. Sikuweza kutoa hata ndururu. So ninaposikia watu wakisema kwamba SHA haisaidii, mimi huwa nashindwa hawa wako dunia gani? Unajua kama umeamua kupinga mtu, mpinge mtu na kitu cha ukweli na utoe evidence. But hii SHA inasaidia. Huyu dadangu ambaye ameongea hapa jirani, tumefiliwa na Mpendo toka Mombasa. Na kwa kweli huyo Mpendo alipokuwa ameregister aliletwa mpaka nyumbani hapa Buchichi. Na gharama yake ilikuwa ni zaidi ya 100,000 na. So unaposikia kusema kwamba ati hii SHA haisaidii, jamani, tusikubali kupokea propaganda. Tusukume sera za serikali. Tumuunge rais wetu
William Ruto Mimi nilikuwa mpinzani wa William Ruto, siwezi kuficha. Lakini alipoingia, vijana wangu hapa mtaani huwa wanashangaa, mbona una support huyu jamaa ambaye alikuwa against? Nikasema kwa sababu nimesoma manifesto na sera zake. Mimi siku against na Ruto tena. Na huwa nawaambia Ruto ni 10 bila break. Wacha niwaambie, hata kama niko mrengo ule mwingine, lakini rais huyu hakuna rais ambaye ameweka mkakati. Amekuta deni kubwa, hilo ambalo halielezwi. Tukipata nafasi mambo haya tujaribu kueleza wanai deni kubwa. Ile mkakati ambaye ameweka, kwanza SHA, mpendwa, sisi ndo tunanufaika. Wale ambao wameajiriwa kwa serikali ndo anasikia uchungu, manake wanakatwa zaidi ya 2,000. Sasa wewe mwananchi ambao uko hapa chini, kwa nini ungoje wakati umegonjeka ndio ati uanze kutoa? Manake watu wakianza kugonjeka lazima mtalipa pesa. Kwa nini ungoje hilo? So kwa hayo machache nasema asante Mheshimiwa Simon Mwachia. Tuko pamoja katika msukumano huu. Na hata usio na hofu, rais wetu tunamshika ngangari bila kurudi nyuma. Asante. Kwa mheshimiwa, kwa viongozi wa vijiji, kwa wageni wote waliojiunga nasi, alafu na vijana wenzetu ambao wameamua kujitokeza, tutasema asante, karibuni sana. Swala la usafi ni swala muhimu sana. Hospitali yetu imekuwa ikisaulika kila wakati, lakini sasa tukianza kuishika sisi mkono inakuwa jambo zuri. Haya, jambo lingine ni jambo hilo ambalo linazungumzia la SHA. Ni vyema tuzidi kujiandikisha hasa vijana. Alafu kando na SHA, mimi pia ningependa kushinikiza vijana. Tumekuwa tukikaa nyuma sana. Kila time tunaambiwa kura ni za wamama, kura ziko kwa wamama, kura ziko kwa wazee. Sisi tunapiga midomo vijana lakini hatupigi kura. Last time nilikuwa hapa mtaani na nikaona wenye tulipiga kura tulikuwa vijana wachache sana. So wakati zoezi limekuja labda la kujisajili na kwa kupiga kura, vijana tuanze kukata kura. Unaweza kuwa labda maybe hutaki mtu fulani, ama unasema labda kura haisaidii, ama kupigia mtu fulani unaona si jambo sawa, lakini mbona usikuwe na ile mentality basi acha nipige kutoa fulani. At least tufanye change kwa mtaa wako. Tusahii barabara ni mbaya kila mahali, lakini tunasema mimi siwezi piga kura, hainisaidii. So what if upige kura na ile mentality ya kusema unatoa huyu ambaye hakujatengeneza barabara? Itakuwa pia ni jambo lizuri, umeondoa uongozi mbaya. Asanteni sana. Asante sana ndugu yetu Mwachia. Kwa vijana wenzangu, kina mama, ndugu zangu, Bwana Yesu kaso. Mwalale mana. Mimi majina naitwa Johnson Nyambu Mwanjala, na kwa neema ya Mungu wale hawanijui nafanya kazi kwa ofisi ya mama wa county, Mheshimiwa Lydia Haika Mizigi. Kwanza kabisa pokeeni salamu za mama wetu wa county, na mama anaunga mkono jambo hili na anaunga mkono agenda ya serikali, akiwemo ndani ya hiyo serikali, akiwa yeye peke yake amechaguliwa kama mjumbe kwa kaunti yetu hii ya Taita Taveta na tiketi ya UDA. Sasa yeye anaunga agenda ya serikali 100%. Hii jambo ya SHA ambayo imeongelewa hapa, ndugu zangu, dada zangu wale hawajasajili, ni muhimu wasajili. Wajua tusiongee mambo ya SHA na bado kumbe haujasajiliwa. Ni muhimu kusajili, ni bure. Hakuna malipo yoyote. Mimi niko na ushuhuda. Bibi ya babangu mdogo alilazwa hapa Vesu 1 month ago, na alikaa kwa muda wa wiki 3 hapa. Bill ilikuwa ni over 45,000 na hakuwa amesajiliwa, lakini akasajiliwa saa hiyo na SHA ikamlipia akatoka bure baada ya kusajiliwa saa hiyo. Jambo la pili, mimi nilikuwa kwa NHIF, na wakati ule wa NHIF tulikuwa unachagua hospitali. Mimi kama mfano, mimi nilikuwa naenda kule Davida, lakini kwa hii SHA iko na advantage, unaenda hospitali yeyote mradi ukiwa umesajiliwa, unatibiwa mahali popote. Hiyo ndio advantage. Sasa hii jambo la muhimu kama serikali inafanya, tusikue tu watu wa kupinga. Ukiangalia media venye wanasema, vyombo vya habari, utafikiria hii SHA haisaidii chochote. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukigonjeka ama ukiwa na mtu hospitali ndio utajua huu umuhimu wa SHA. Leo ni siku yetu ya pili ya hili vuguvugu. Sisi pia kama ofisi mama anasupport mambo ya mazingira na agenda ya rais mambo ya mazingira. Jana tumekuwa kule Mwachora
na Chome Primary tukipanda miti, na tunaendelea kusupport. Kesho tuko na siku ya 3, nafikiri ndugu yetu Mwachia atatupatia mwelekeo wa siku ya kesho. Asanteni sana, na tuko pamoja, tufanye hii kazi kwa pamoja. Haya, mimi naitwa MC Chidi. Pia niko katika safari hii ya Mheshimiwa Simon Mwachia. Tumeweza kutembea pamoja. Sasa nilikuwa hapa mimi kama kijana, na wasanii pia tumekumbukwa. Si ni jambo zuri? So pia wasanii tunasema tunasupport president wetu William Samoei Ruto kwa mambo haya ya SHA, na ni kitu ambacho kinasaidia sana. Pia wasanii wote tunaumia sometimes. So lakini bado hapa nataka nimkaribishe kiongozi wa nguvu Idris kutoka sehemu za pale vile Voi, tuweze kuletea maneno mazuri. Anajua kuongea sana huyu kijana. Pia ni makofi mazuri wakati tunamkaribisha kiongozi wa nguvu Idris mwenyewe. Karibu sana. Asindamana. Bwana Jesu ukaso. Nabangwa Idris Mohamed, nafuma Maungu. Mimi nimeoa Mtaita na nimeoa sehemu ya Ronge. Kwa hivyo nyinyi ni mashemeji zangu. Leo hii tumekuja hapa nikimshika mkono ndugu yetu Mheshimiwa Simon Mwachia. Kwa hii shughuli ya leo tumekuwa hapa toka jana na tutakuwa hapa leo na kesho tutakuwa pale CC Hall. Jukumu letu kubwa ni kwamba ni kuunga mkono azma na ile ari na ile agenda ya rais wetu Mheshimiwa mstahiki William Samoei Arap Ruto. Kilichotuleta hapa leo ni masuala ya mazingira. Jana tulikuwa pale kwa masuala ya mazingira, leo pia tuko hapa kwa masuala ya mazingira. Kwa hivyo jukumu letu sisi kama wananchi ama kama Wakenya na kuhakikisha ya kwamba maeneo yetu yanakuwa maeneo safi na salama. Kwa hivyo mimi nawapongeza mkono wote ambao wameweza kujitokeza. Naona mmejitokeza kwa wingi. Naomba mjipigie makofi. Hii shughuli ingekuwa inafanywa na viongozi ambao wamepewa nafasi, ambao wamechaguliwa. Lakini wale viongozi wakichaguliwa wanapotea. Ndiposa unaona mheshimiwa wetu Simon Mwachia, kiongozi wa hapa. Yuko hapa, yani anacheza nyumbani tu hapa. Sijui kwa nini huwa mnapoteza rada, sijui kwa nini mnapoteza dira. Watu wa undani this time round sisi tumeamua. Watu kutoka hii vuguvugu la Ruto 10 bila break na watu kutoka kwa ofisi ya rais ni kwamba this time round lazima mbunge wa hapa atoke katika chama ya serikali. Na sio mwingine ni mheshimiwa Simon Mwachia. Mimi leo nataka kuwaambia, ukiangalia undani kwa mitandao, tukiwa Maungu, tukiwa Voi, tukiwa sijui wapi, tunasifiwa kweli. Lakini ukija undani, kutoka pale Shell mpaka hapa West Hospital tumetumia around 40 minutes. Ikiwa mama ambaye anataka kujifungua kuja hapa West Hospital, ile midundo, barabara mbovu, matope, mabonde, unaona mashimo, unakuta yule mama pia kuja hapa pia ni kama pia atakuwa anahatarisha maisha. Kwa hivyo tunataka tuambie hivi ya kwamba mkiunga mkono rais wetu na muunge mkono Simon Mwachia, barabara zote za mashinani zitapigwa lami. Angalieni yule mbunge amechaguliwa juzi tu, ana miaka 2. Barabara zimewekwa lami zote, Taveta zote zimewekwa. Anaitwa Mheshimiwa Bwire. Taveta utaona. Yaani hata mtu akienda chooni anaenda barabara ni alami. Sasa hapa sisi kuja hospitali tu na tuko na mbunge. Jamani, mimi naona ni masikitiko. Nikiona kwa mtandao hivi naona undani mko sawa. Lakini ukija kwa ground vitu ni tofauti. Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia hivi. Jamani, ingieni kwa serikali mpate faida. Wataita wanajulikana nyakati za zamani, enzi za Mwamunga, enzi za huyu alikuwa hapa Mbela. Wanajulikana kwamba walikuwa naunga mkono serikali. Ndio unakuta wao walipewa mawizara. Lakini unakuta sisi Wataita tunakataa kujiunga kwa serikali, alafu baadaye tunalia hatuletewi maendeleo. Tukimuunga kiongozi wetu tu Mwachia akipata nafasi, mtakuja kufurahia. Kwa hivyo mimi sitaki kuwachokesha na maneno, ila nawaambia kumbatieni rais wetu na mkumbatie Mwachia. Mimi wakati mwingine tulikuwa tunakuja kumkampenia Mwachia, lakini ilikuwa na campaign tukiwa mbali. This time round watu wetu wa Baluya anasema kumundu. This time round tutakuja nyumba kwa nyumba, tutakuja hospitali kwa hospitali, tutakuja kwa stages za bodaboda
Yani tutakuja kuhakikisha ya kwamba Undanyi mnajiunga kwa serikali. Undanyi mnapoteza mambo mengi. Mnapoteza mambo mengi. Kwa sababu gani? Hamko kwa serikali. Nikimalizia, mimi pia ni mwanzilishi wa hii vuguvugu ya Ruto 10 bila break. Kuna baadhi ya wanasema ati Ruto 5 aende zake. Yani mimi sijawahi kusikia rais amechaguliwa toka ile wakati wa Kenyatta ati rais anapewa 5 anatolewa. Si Kenya hii. Alafu mnaanza kusema aende wakati ambapo ana miaka 2 kwa uongozi. Ni kama leo uzae mtoto wako, alafu umchape, umwambie mbona ukunywe uji, alafu umpige tena umwambie mbona utembei. Twende, ongea, twende shule, inawezekana. Lazima kuwe na processes. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watu wa Undanyi, tueni na subra, mambo mazuri yanakuja. Hii barabara ya Mto Magodi hii, kama haitategezwa hii mwaka ama mwaka ujao, 2027 Mwachia akiwa amekalia, mtakuja kuniambia. Na tutakuja hapa. Tutakuja kuona hiyo barabara imetengenezwa. Kwa hivyo mengi yanafanyika wakati ambapo mtu ameunga serikali mkono. Kiona Ruto anasema Undanyi nitakuja nitawafanyia, lakini akiangalia huko pia bado anapigwa vita, anajirudisha nyuma. Kwa hivyo tuunge serikali, tuunge kiongozi wetu na tuunge viongozi wote ambao pia wale ambao wananchi waliwachagua. Tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo watu wa Undanyi tuko pamoja, tuko hapa na nyinyi. Kesho pia tunawaalika pale CC Hall. Msichoke. Kujeni, tushirikiane, tuhakikishe kwamba masuala ya mazingira na masuala ya kuelimisha mwananchi ni muhimu. Namaliza na swala la SHA. Mimi juzi nikija, jana asubuhi kuamkia asubuhi nililalia Mombasa. Nikatoka saa 10 usiku nikakuja hapa kwa hii sherehe ya jana. Mamangu alikuwa amelazwa hospitali hapo. Na tulipofika, huyu ndugu yangu ako na cyber, nikamwambia hebu mregister SHA kwa simu. Chukua simu ya mama, connect hapo. Imagine mama alipewa 56,000. Alipewa 56,000 on the spot. Alilipa tu 500, sasa hiyo anaendelea na matibabu sasa. Na tayari leo hivi anakuwa discharged. Sasa wewe niambie, mtu anakuambia usijiunge na SHA. Huyo mtu ambaye anakuambia usijiunge na SHA, ile siku atagonjeka, atakimbia aende ajiandikishe kwa SHA. Kwa hivyo wewe jiandikisha na mapema, ili ukijiandikisha na mapema kuna faida, kwa sababu ukiwa na tatizo wakati limekufika, basi SHA itakupatia mgao mkubwa. Lakini ukijiunga papo kwa hapo, unyimwi utapewa, lakini unaweza pewa mgao mkubwa ama ukapewa mdogo. Lakini faida ni kwamba tujiandikishe, na hii masuala ya SHA tudeni manyumbani tueleze. Leo tuko ndani ya hospitali. Tutafanya registration hapa. Sasa ile kitu tunafanya, tunawahamasisha masuala ya SHA. Kwa hivyo jamani, nataka tu mnihakikishia kwamba mtamuunga rais wetu William Ruto mkono. Jamani, kwa ishara ya mkono jamani. Na mheshimiwa Mwachia jamani. Msimwache Mwachia jamani. Mwachia 5 fre, Ruto 5 te. Haya, simwambie ni mtu wa kuongea na anajua kupanga vitu. Simepangwa. Kofi lake lingine maliza. Asante. Tunamalizia kwa sababu nataka tuanze kazi yetu siku ya leo. Lakini nasema hili vuguvugu, wengine wanafikiria labda tu ni vuguvugu tu la kupiga debe tu kwa rais. La, tunataka pia kuelimisha watu mambo yale ambayo yanafanya na serikali kuu, mambo ambayo labda watu wengine hawajajua. Kesho pia mkifika pale mtapata mengi sana. Na ningeomba maana tulikuwa na mgeni wetu wa heshima ambaye alikuwa hapa lakini akashikwa na mahali kwingine kidogo. Tuko na mgeni ambaye ametoka kwa ofisi ya Deputy President, ambayo kesho tutakuwa naye pale CC. Sote tufike pale. Ni muda mfupi tu, inaanza saa 3:30, tumesema ikifika saa 6 tutakuwa tumemaliza. Huo si ni muda mfupi jamani? Njoni kwa wingi pale, msikie ile mambo atakuja kusema. Mara nyingi watu tunadharau mambo madogo, alafu nakuta wenzao kwa wameenda, wamefaidi, wamekuja kwambia hujui kwamba sisi kule tuliambia si kwenda. Sasa not us. Usiele mtu akupata second hand information. Mara nyingi second hand information huwa iko distorted. Kwenda pale upate first hand, na ikiwa una swali unafanya nini? Unauliza. Kumbuka huyu ni mtu ameandikwa ofisi ya rais, ya Deputy President, lakini pia ni mtoto wa nyumbani. Kwao ni hapa Mwatate. Kwa hivyo amekuja kwa sababu anataka kusaidia pia watu wa nyumbani. Unaweza kuwa una swali fulani hapa, ndio wakati wa kuuliza. Mambo ya ajira pia ataongelea. Zile ambao mmetrain mambo fulani pia mkija pale, haya yote akatumkabidhi. Ndio akiwa pale azidi kusaidia. Jana tumekuwa naye tukipanda miti pale juu Mwachora. Tukaenda mpaka pale ile Mwachora Ecotourism. Mahali nafikiri vijana wengine mshatembea pale, kuna kaa kama utalii kama hapa Besu. Na tumekubaliana kwamba ataenda pale kutafuta wafadhili.
Hili jiwe la Vesu pale juu, si kuna mahali watu wanaingia kidogo, lakini bado hakujatengezwa vizuri, si ndio? Tupate mfadhili ambaye tutengeza vizuri sana. Kuna mambo ambayo tunaambiwa kama hii zip lining, nafikiri mshaisikia hiyo. Zip lining ile unateremka na kama mchingilimo, lakini kwa kitalii. Hello? Yani kwa fuma iko ngasha na kwa potoka shwa mpaka Ndukumu Ahu. Na labda ukitoka pale juu, hiyo tayari ni hela mmeokota vijana hapa Vesu. Sasa labda ni kina Francis na kina sahau wale vijana. Ndio mnaokota kota hapo. Hivyo si jamani tumeokoka. Mzee Mwakandana atakuwa anaweza zimeingia ngapi leo? Kiasi fulani. Kesho ngapi hizo? Hivyo. Haya ni mambo jua inataka ufadhili mkubwa sana. Na tumemtask na hilo jambo, na najua mimi akiwa pale atakuwa, maana hizi anasimamia very many constitutional independent commissions pale. Atakuwa anapata wale watu wanaotoka nje kwa urahisi sana. Sasa tuje pale. Mengine mimi naweza nikasahau, nyinyi mkakumbuka pale mkamwambia ama namna gani? Itakuwa tumesaidikika. Tusiache nafasi ikapita. Alafu tuje kusema hata nilikuwa nafikiria leo, kama unafikiria basi kesho tuwe pale tuweze kutoa mambo yote. Naomba nifikie hapo na niseme asante sana. Madam Senior Chief, ulikuwa wapi? Mbona sikukuona? Jamani, niweni radhi, tumpe nafasi naye asalimie dakika moja, si ndio jamani? Maana ni kiongozi, tena ni mama wa nguvu, ni mwenyekiti wa wajane kaunti nzima kama huna habari. Makofi kwake jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ni mmensahau kweli. Mamotungu, watu wa Uchichi, ninyi mlikuwa ni watu wangu wa nguvu. Kuna watu niliwapenda kama nyinyi kweli. Si mnajua upendo wangu. Na mmensahau miaka 2 tu kweli. Hamjanisahau. Kwa hivyo nashukuru Mheshimiwa Mwachia kwa nafasi umenipatia. Na nimeshukuru kuja kukutana na ninyi, nimewatamani. Miaka 2 down the line si kitu kidogo. Lakini bado ninawapenda. Ninyi bado mnanipenda? Mnanipenda Haya sawa. Mimi sitaki kuongea mengi isipokuwa naunga mkono tu. Kama kuna mtu hajajiandikisha kwa SHA, leo ni siku yako. Mimi nataka niwaambie hivi. Sisi wataita wakati mwingine tunakuwa ganoto kubebwa na baridi. Baridi ikija hivi, ikienda hivi, na wewe unaenda nayo. Ikifika pale ikianza kugeuka, unageuka nayo. Mwaka huu this time naomba uwe na msimamo wako. Msimamo wako ni upi? Mkiwa kwa nyumba mnasema huyu Ruto ni lazima aende tu. Hizo miaka zitaisha lini? Wengine wanataka hata aende leo. Wengine wanataka hata aende kesho. Ni kweli ama ni urongo? Si mnasikia? Hata mnaona kwa mtandao. Hata wengine wanaona hawaniitiki kwa sababu wanajua ni ukweli. Huyu hata hiyo miaka 2027 itafika. Hatutaki hata ifike. Tunataka aondoke hata leo. Ni sawa, yule ni kiongozi. Na mimi nimefanya uongozi kwa 23 good years ni ya serikali. Na ile kazi kwa serikali nimeifanya, nilikuwa naenda kulingana na serikali vile inataka. Leo kiongozi yuko pale juu, anafanya kulingana na taratibu za kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, shida ni unaona ni kwamba kila mtu anataka president aongoze kulingana na yeye anataka. Angefanya hivi ingekuwa vizuri. Kesho mwingine anatokezea pale. Huyu Ruto angefanya hivi na hivi Sasa utasikia maoni ya watu wangapi ndio uongoze vizuri. Mswahili amesema upishi wa watu wengi uliharibu nini? Uliharibu mchuzi. Muacheni aende kulingana na mipangilio yake. By the end of the day, mnamharakisha. Miaka 2 bado ni mapema. Kwa kuharakisha amalize zile kazi, ile mambo mnataka. Bado mtu ameingia kwa nyumba ni mpya, lazima uifagie, ujue stima iko hapa, ujue kila kitambo ujipange. Uone hii kitu sasa iko settled, sasa wacha nianze kuingiza maji. Ni muda mrefu. Mpatieni nafasi. Up to 2027 kila kitu kitakuwa sorted. Na ninaomba tutashika mkono president wetu, ninaomba tumshike mkono. Ile mambo anafanya na ataendelea kufanya, atafanya mambo mazuri. Atatuangalia sote. Kuna mambo mengi anaenda kitafuta pesa. Anang'ang'ana kutafuta uchumi au inue, ndio na sisi tufaidike. Uchumi ukiinuka na sisi tukifaidika, si faida itakuwa ni kwetu. Kwa hivyo ninaomba hivi, tusisikie wale wanasema, wengine wako na chuki zao za kibinafsi, na wewe unashirikishwa. Usishirikishwe, kuwa na msimamo wako,
tunajua president ako kwa kiti na tuna imani mbele ya Mungu 2027 atarudi. Tushike laini hiyo. Ile miaka yote tunakuaga opposition, kila siku mtaita anakuwa opposition na kuagi kwa serikali. But for the first time, wacha tubadilike na tuingie kwa serikali na si tule matunda yale watu wengine wanakula vizuri. Amen. Karibuni na Mungu awabariki. Sawa, asante sana. Beswe. Beswa. Uchichie. Uchichia. Mwachia. Mwachia. Ruto. Ruto. Si tuanze kazi jamani. Asanteni sana. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mbona wewe wakata miti, miti yazuia mmomonyoko? Mbona wewe wakata miti, miti hiyo yaleta mvua? Kwa nini wewe wakata miti, ndiyo mbuga ya wanyama wa pori? Ona sasa wakata miti, miti hiyo yatupa hewa safi. Mazingira maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Hizo taka watupa ovyo, zinaleta maradhi mabaya. Hewa chafu kutoka viwandani yabadilisha hali ya anga. Mikondo ya maji chafu kule baharini yahatarisha uhai majini. Vita navyo kati ya watu vyaharibu mazingira yao. Mazingira he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Usitupe ovyo taka, tuyalinde mazingira. Tuilinde bahari yetu, tuyalinde mazingira. Usikate miti ovyo ovyo, tuyalinde mazingira. Usichafue hewa yetu,
kupitia miti tunapata na mvua, kupitia miti hakuna umomonyoko wa udongo. Mimi na wewe ni jukumu letu, mimi na wewe ni jukumu letu. Tuyatunze mazingira, 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 tuyatunze mazingira. Kupitia miti tunapumua hewa safi, kupitia miti tunapata na mvua, kupitia miti hakuna umomonyoko wa udongo. Mimi na wewe ni jukumu letu, mimi na wewe ni jukumu letu. Tuyatunze mazingira, 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 tuyatunze mazingira. Kupitia miti tunapumua hewa safi, kupitia miti tunapata na mvua, kupitia miti hakuna umomonyoko wa udongo. Asante. Mimi kwanza ni kurejesha shukrani zangu za dhati kabisa, kwa sababu tulikuwa wachache, lakini ile kazi imefanyika pale. Mtu anazafikiria tulikuwa watu 300, si ndio? Mmejitolea. Hata nimekuja hapa nikakuta kumbe kuna wengine walikuwa wanapiga deki huko. Mmesafisha kabisa. Wale walikuwa wanapiga deki, hebu mikono yao juu kidogo. Pigeni makofi pia hata na wao. Alafu wale mlikuwa wanapiga deki, wapigeni wale walikuwa wanafyeka pia nao makofi yao. Asante. Maana sote tumefanya kazi jamani. Alafu ujumbe wa SHA tumeushambaza sana, na tutaendelea kusambaza. Hata kesho pia tutakuwa na another function pale hapo ndani, na main objective yetu moja ni hiyo ya SHA, kwa sababu alinieleza kwamba tunapozidisha kuandikisha watu wengi ndio ile capitation ya county pia nayo inakuwa juu. Alafu pia kuna mashindano. Sasa hizi nafikiri tuko number 11 the whole country. So we are fighting to become number 1. Hiyo ndio target, na hawezi fanya wao peke yao. Lazima sisi tuwasaidie, kwa sababu sisi ndio tuko kule mashinani. So tumekubaliana kwamba pale mashinani sisi tutasambaza hiyo habari vizuri sana. Alafu kuna point mzuri ametoa hapa, na nafikiri ndio tahadhari kwamba saa hizi ukiregister sasa hivi unapata huduma, lakini itafika wakati unaandikisha leo, unaambia ngoje miezi 2, labda miezi 3. So let us tell our people to take advantage of the situation now. Watu wanasema wazungu, you make hay when the sun is still shining. So huu ndio wakati sasa wa kukimbilia hii SHA tuingie pale ndani. Mimi langu tu ni kuwaambia tu kesho ni sikukuu. Yaani ni sikukuu ya Ruto 10 bila break na watu wa Undanyi. Naomba mkuje hapo CC Hall. Kwa wale ambao watakuwa wameshinda uchaguzi katika zile polling station, tutawapatia nafasi. Mheshimiwa Mwachia atakuwa anawapea cheti yenu. Si umeshinda? Kwa hivyo utapewa cheti chako kama mtu ambaye ameshinda katika ni kituo. Mimi pia nilishinda kituo pale Marasi. Kwa hivyo tunajivunia kuwa katika chama, na tunajivunia kuwa ndani ya Ruto 10 bila break, na pia tunajivunia kumuunga mkono ndugu yetu Simon Mwachia. Mengi yameongelewa ya SHA, mengi yameongelewa ya Ruto, na maliza tu ya Mwachia. Mshike mkono. Tuko pamoja watu wangu. Yote 9, lakini Mwachia 2027 lazima aingie ndani ili apatie nafasi watu wa Undanyi pia waweze kuonja asali pia hiyo nafasi. Kwa sababu akiingia kuna nafasi nyingi, kuna dereva, kuna watu wa CDF, kuna kamati ya CDF, sijui kuna nafasi karibia 50. Kwa hivyo imagine hapa tuko watu kama 60.
Imagine sasa hivi watu 50 wao wameajisuta sikia raha. Kwa hivyo tuingieni ndani ya chama cha UDA. Mimi sina mengi ya kuambia, ila nawashukuru kwa nyote ambao mmeweza kushika hii shirika letu mkono na kumshika Mheshimiwa Mwachia na kumshika rais wetu. Sina mengi, ila nataka niwaambie tu tuendelee na moyo huo huo na tuweze kusambaza hii agenda ya SHA ya rais na ya Mwachia mpaka wakati ambapo mambo itakuwa sawa. Vile vile mkiangalia hawa ndugu zetu ni wapiga picha na huu ni mchukua video. Hawa ndio wakurugenzi wa mawasiliano kwa hii RKBB. So ukiwa na simu yako ya mtandao kutaka kujua hizo shughuli zetu zote tumefanya, unachukua simu yako unaenda Facebook, una search Ruto 10 bila break movement, Ruto 10 bila break movement, utaletewa. Alafu utafollow, utalike, utacomment. Ukienda kwa YouTube pia una like, una comment na unaangalia. Ukitaka kuona ile vitu yote tulifanya jana ziko kwa YouTube, ziko kwa mitandao. Ukienda pia kwa WhatsApp utatuona. Tuko na group ya Ruto 10 bila break. Kesho mkikuja kule tutakuwa na attendance list ya Ruto 10 bila break, au ndo tutaweka kwa hiyo group. Asanteni sana, hadi kesho. Mungu awabariki.